kipindi yeye tunamwona anafanya vitu vyake, ndio kipindi ambacho yeye tunamwona yuko vizuri. Mungu anatengeneza hayo mazingira, akatengeneza hayo mazingira kwa huyu jamaa. Unaona, akamwambia hivi, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Watu wanaweza kukuona wewe ni tajiri, lakini wakati huo una hela mfukoni kabisa. Ndio Mungu anaandaa kukuinua. Watu wanakuona umefanikiwa. Kipindi hicho watu wanaweza kukuona kule ndani hakuna ulichopungukiwa. Watu watakuja kuomba hiki, wengine watakuja kukopa hela, kumbe wala huna hela. Lakini watu wakuonao wanakuona wewe hela unazo. Unaona? Wanakuona wewe una hela. Wewe una maisha mazuri. Unaona? Mungu ndivyo anakuweka kwanza hiyo hali. Watu wanapokutazama wanakuona uko tofauti. Bwana asifiwe. Alafu anasema baadaye ndipo atakubariki. Alafu na kulikuza jina lako. Jina lako huwezi kubaki kwenye jina lile lile ulilokuwa nalo. Mungu anaanza kulikuza jina lako. Siku moja nimeenda kununua sijui samaki sokoni kule, nimevaa kasuti kangu fulani hivi. Jamaa mmoja alinifuata, sikumwelewa jamaa, mbona kila ninakoenda namuona kama yuko nyuma yangu. Unaona? Akanifuata nikafika mahali penye samaki nikasimama na yeye akaja akasimama. Akaniambia, mchungaji ananinong'oneza. Mchungaji, yaani simuone hivi ndugu yangu. Tangu asubuhi sijaonja kitu mdomoni wangu. Mchungaji, tafadhali naomba unisaidie. Ananong'oneza maana ni aibu akimsikia wale watu wanaomuongolewa wanaomfahamu. Ni aibu ananinong'oneza. Sema, nakuambia kitu cha kweli mchungaji, sijaonja kitu chochote kwenye mdomo wangu. Nikamwambia sina hela. Sema, huwezi kuniambia jambo hilo ulipopendeza hivi. Aliniambia hivyo. Yaani huwezi kuniambia. Alining'ang'ania yule jamaa mpaka nilimpa hela. Bwana asifiwe. Mungu anatengeneza mazingira fulani. Unaona? Muonekano fulani. Mungu anautengeneza. Na inawezekana usijione wewe mwenyewe, lakini wakuonao, unaona, wanauona muonekano fulani wakakimbiliwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu akatengeneza mazingira ya huyu jamaa. Anasema nitalikuza jina lako. Alafu kitu kingine anasema kuna kitu kigumu. Anasema watu watakao kubariki, watakao tamka baraka juu yako, nitafanya nini? Nitawabariki. Alafu watu ambao hebu nirudie hapo, anasema wale wakubarikiwa, anasema nami nitawabariki. Alafu kuna watu wakulaanio, Mungu anasema nitawalaani. Jamani, muwe makini. Ninawaambia watu wa Mungu, muwe makini. Kuweni makini wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni jambo dogo tunalisoma hapa, lakini kuna watu wamekutana nao kwenye maisha yao. Wengi wanalaani, unatamka maneno magumu sana juu ya wapendwa wenzio, juu ya wateule wenzio, juu ya watumishi wa Mungu, juu ya watumishi wa Mungu. Unatamka maneno mabaya, magumu. Kumbuka, unayemnenea ni nani? Unamjua unayemnenea? Unamtamkia hayo maneno, unamjua? Unamfahamu? Kuna watu wametembea kwenye laana kwa sababu ya matamko yao waliotamka. Ninakuambia ni kitu cha kweli kabisa. Na sijui unawezaje kupona. Maana unatembea nao. Muwe makini. Bwana asifiwe. Mkumbuka Elia? Walimnenea maneno magumu. Leo upaa sijui leo upaa sijui nini. Na najua kilichowakuta wale jamaa. Nini kiliwakuta? Waliliwa na dubu. Dubu alikotokea. Unaona? Dubu alikotokea. Tujifunze kutamka maneno mazuri, hata ya baraka. Unaona? Tamka maneno ya baraka kwa mwenzio.
tamka maneno ya baraka kwa mpendwa mwenzio. Kama ni mwanaume, tamka maneno ya baraka kwa mke wako. Tamka maneno ya baraka kwa mume wako. Tamka maneno ya baraka kwa watoto wako. Tamka maneno ya baraka hata kwa jamii iliyokuzunguka. Tamka tu maneno ya baraka. Wengine ni watu waliokoka, nawaambia kitu cha kweli, hiyo siri ni nayo na ninawafahamu, ambao wanakaa kuongea na wa mataifa kwa habari za watu waliokoka wenzao. Ninawafahamu. Leo amua kubadilika. Unatengeneza mazingira, unaweza ukatengeneza mazingira magumu sana kwenye maisha.